الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, leo hii insha Allah kwa mapenzi yake Allah tabaraka wa ta'ala tumekutana katika kipindi chetu pendwa ambacho tutaweza kujikumbusha yale ambayo yanafaa kujikumbusha katika dini yetu, lakini vile vile na kujitahidi kukumbushana katika yale ambayo hayafai Muislamu akaweza kuyafanya, na hasa tukiangalia tukiwa katika mwezi mtukufu, mwezi ambao una fadhila nyingi sana, lakini mwezi huu na fadhila hizi za mwezi huu anazipata yule ambaye alikuwa akijitahidi ndani ya mwezi huu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika Qur'ani kwa kutuambia, yenye ambao mmekwisha kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana Allah subhanahu wa ta'ala anatuzungumzisha sisi Waislamu, sisi tuliomwamini yeye Allah subhanahu wa ta'ala, anatuambia mmefaradhishiwa, mmelazimishwa kufunga kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu. Lengo na madhumuni ni watu mpate kuwa wacha Mungu. Kwa hiyo saumu hii ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani haijaja bure tu, isipokuwa imekuja na imesheheni thawabu na fadhila nyingi, lakini atazipata yule ambaye amejitahidi ndani ya mwezi huu kuweza kutumia jinsi ipasavyo. Lakini vile vile zimekuja aya nyingi, lakini na hadithi nyingi, na maulama wamezungumza sana kuhusiana na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kiasi kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatueleza kwamba man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa law alimtum ma fi fadli ramadan latamannaytum an yakuna sana, hakika atakayefunga Ramadhani kwa imani lakini vile vile na kutegemea malipo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ghufira lahu ma taqaddama, mtu huyu atasamehewa yale madhambi yote yaliyotangulia aliyoyafanya kwa kujua au pasi na kujua. Tuangalieni ni fadhila gani ambazo zinapatikana ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Yani kitendo cha wewe kufunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutegemea malipo kutoka kwa Allah na wala sio kwa mtu au wala sio kwa sababu basi unakuwa una fadhila nyingi ambazo kiasi cha kwamba ulikuwa una umri wa miaka 30, una umri wa miaka 40, basi matendo yako yote uliyofanya nyuma kuanzia umri wa miaka 39 mpaka wakati wa baligh, basi mambo yale yote uliyofanya basi Allah subhanahu wa ta'ala anakusamehe. Na ikafikia hatua mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatueleza, laiti kama tungelifahamu au tungelipata kujua thamani na ubora wa mwezi huu wa Ramadhani, basi tungelitamani mwaka wetu mzima wote tuwe tunafunga tu. Lakini jambo siku zote jambo zuri huwa si lenye kudumu, siku zote jambo la kheri huwa si lenye kudumu. Kwa hiyo mwezi huu, mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni mwezi ambao mimi na wewe tunabidi tuzichakate nafsi zetu, tuziangaishe nafsi zetu katika kufanya khairati za aina mbalimbali, kwa sababu ndani ya mwezi huu jema moja basi malipo yake yanakuwa ni mara mbili yake. Ni tofauti na mtu ukifanya jema katika miezi iliyopita. Lakini kutokana na kwamba mwezi huu mtukufu wa Ramadhani umekusanya mambo haya mengi sana na fadhila nyingi sana hizi, leo hii umekuwa ni katika mwezi ambao unaheshimika. Lakini ndugu zangu Waislamu, inabidi tuwe makini sana. Leo hii wengi wetu tumekuwa si wenye kupata athari za funga zetu, ni kwa sababu tumejikuta tunaingia katika kosa ambalo hatulijui kutoka katika kosa, mpaka leo hii inafikia hatua mimi na wewe hatupati athari za funga tuliyoifunga. Jambo la mwanzo wewe Muislamu inabidi ujiulize, au swali la mwanzo ambalo unatakiwa ujiulize na ulitathmini katika akili yako, toka umeanza kufunga Ramadhani ya kwanza mpaka leo tupo katika Ramadhani tushaugawa mwezi, tuko katika Ramadhani ya 16, basi angalie, kuna mabadiliko yoyote ambayo yashatokea katika nafsi yako? Au toka umeanza kufunga Ramadhani mpaka leo hii hauna mabadiliko ya aina yoyote? Basi hili ni swali ambalo wewe inabidi ujiulize, na kila Muislamu inabidi ajiulize swali hili. Toka ameanza kufunga alikuwa na hali gani, na mpaka sasa hivi kafikia kaugawa mwezi,
basi ana hali gani katika nafsi yake. Ikiwa bado atajiona kwamba hana athari yoyote, yani vile alivyoanza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani na mpaka leo ndio yuko vile vile, basi mtu huyu inabidi ajitizame katika khalfia yake, ajitizame ni mambo mangapi ambayo ameyafanya au ni kitu gani kinachopelekea asiweze kupata athari za funga alizozifunga. Hili ni swali la kwanza. Lakini swali la pili, inabidi tujiweze kujiuliza ni Ramadhani ngapi ambazo tumeshazifunga lakini bado hatujapata natija ya kile kinachotakiwa ukipata mtu aliyofunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yote hii tunaweza kusema sababu, miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea sisi tukawa asini wenye kupata athari katika funga zetu ambazo tunazifunga, basi kuna sababu, miongoni mwa sababu hizo ni kwamba sisi tunafunga Ramadhani sio kwa elimu, tunafunga Ramadhani sio kwa sababu au sio kwa ajili ya dini, au tunafunga Ramadhani sio kwa mpangilio ambao tumeelekezwa na dini na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Isipokuwa leo hii watu wengi tumekuwa na kufunga Ramadhani kutokana kwamba tumekuwa na tunaona na tunajua maana ya kufunga Ramadhani, maana yake ni mtu kujizuia na kula, lakini vile vile na shahawati za nafsi. Lakini tumesahau mambo mengine ambayo leo hii wengi wetu tumekuwa ni wenye kujikita katika mambo hayo na tumekuwa ni wenye kudondoka katika vitu hivyo. Lakini vile vile katika mwezi huu kunakuwa ni kwenye kuchomoza au linatokea kundi fulani ambalo kundi hili linakuwa ni ibadatu shahr Ramadhani, yani ni watu wenye kuabudu mwezi wa Ramadhani. Kosa ambalo tunaangukiapo wengi wetu leo hii katika zama zetu, kutokana na ile kujali ubora wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunajikuta tunaingia katika kosa la kuijalia Ramadhani kuwa ndiyo kila kitu, kujalia Ramadhani kuwa ndio Mungu wetu. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu leo hii utakuta mtu tofauti na mwezi mtukufu wa Ramadhani, mtu huyu utamkuta anakunywa pombe, utamkuta mtu huyu anaishi na mwanamke ambaye si halali yake, utamkuta mtu huyu anaishi na vimada katika miezi ambayo sio Ramadhani. Lakini mwezi wa Ramadhani unapokaribia, basi anaweza kumwambia mwanamke yule, nenda nyumbani, Ramadhani imefika. Basi mtu huyu kama atakuwa ni mwenye kunywa pombe, utasikia anajizuia kwa sababu ya Ramadhani imeingia. Sasa mtu angalie, mtu huyu anatutengenezea picha gani? Maana yake anaiogopa Ramadhani sana kuliko anapoogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kati Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyu anamuona, yani yupo na yeye toka kazaliwa mpaka anaingia katika kaburi lake. Allah subhanahu wa ta'ala kamwekea mtu huyu malaika wawili ambao kazi yao ni kuweza kuandika na kuorodhesha yale yote ambayo anayafanya mja huyu. Mja huyu anasahau haya yote na anakuwa ni mwenye kutokufanya maasi au anakuwa ni mwenye kufanya khairati, ni kwa sababu tu yupo ndani ya mwezi wa Ramadhani na wala sio kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anamuona. Bimaana mtu huyu anatufahamisha kwamba yeye anaiogopa Ramadhani zaidi kuliko anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kupitia hivi tunapata kupata kundi ambalo linaitwa ibadatu shahr Ramadhan, yani wale wenye kuabudu mwezi mtukufu. Lakini hatumaanishi kwamba ndani ya mwezi atakifanya mambo kwa ajili ya tahadhari ya funga yake kutokuharibika au funga yake kuharibika. Hapana, tunahusia sana Waislamu na waumini tujitahidini sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kulinda funga yetu, kwa sababu kuna ubora ambao unapatikana. Lakini kitu ambacho tunachokihofia ni kwamba baada ya Ramadhani watu tunarudi katika yale ambayo tulikuwa tukiyafanya kabla ya Ramadhani. Maana yake mtu kama alikuwa anaishi na mwanamke ambaye si halali yake, basi baada ya Ramadhani anamwambia mwanamke yule, rudi tuendelee na maisha yetu. Unakuta mtu alikuwa anafanya maasi baada ya kwenye Ramadhani anajizuia, baada ya Ramadhani anarejea yale maasi. Mtu huyu tayari anakuwa ametufahamisha na ameonyesha dhahiri kwamba yeye alikuwa anaiogopa Ramadhani na wala alikuwa hamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa maana hiyo mtu huyu anakuwa amejalia kuwa Ramadhani ndio Mola wake na wala sio Mola wa Ramadhani kuwa ndio Mola wake. Atakuwa ameingia katika kundi la watu ambao wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile tumwambie mtu wa namna hii ambao anafanya hii kwa sababu ya Ramadhani, anajizuia na kufanya maasi, anafanya khairati, anatoa sadaka, kila khairati zote anazifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini Ramadhani inapoondoka, basi mtu huyu anarudi katika yale aliyokuwa akiyafanya. Tunamwambia kwamba wanasema maulama
Ramadhani inapokwenda kuisha, basi atambue kuwa Mola wake kaisha, na ndio maana utamkuta anarudi katika yale ambayo alikuwa akiyafanya mwanzoni. Lakini vile vile yule muumini ambaye ni khalis, yule muumini ambaye anafanya mambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, utamuona hata baada ya Ramadhani akiwa ni mwenye kujitahidi na kuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kumpa ujira wa funga yake, lakini vile vile aweze kumdumisha katika taa ya kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana leo hii, ndugu zangu Waislamu, jambo hili linaweza mkalilaidhi ni wenyewe, mnaweza mkalitambua jambo hili kwa sababu mkiangalia katika misikiti mingi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani inakuwa ni yenye kujaa watu sana, sadaka zinakithirika sana, yani watu wanakuwa wenye kutoa sadaka sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini mambo haya kujaa kwa misikiti, kusoma kwa Qur'ani, kutoa sadaka kwa wingi, kuamiliana miamala ambayo ya kisheria, kuishi katika utaratibu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anauridhia, ya kuwapi mambo haya nje ya Ramadhani. Hauwezi ukayapata mambo haya isipokuwa ndani ya Ramadhani. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, sababu kubwa ambayo wengi tunakuwa tunye kudondoka katika shirki, au sababu ambayo inapelekea sisi tunakuwa si wenye kupata fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni kwa sababu tunafanya kama vile Ramadhani ndio Mola wetu, kiasi cha kwamba katika Ramadhani tunaishi katika sheria, nje ya Ramadhani tunakuwa na kufanya maasi. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili ni jambo hatari sana. Tuangalie na tujengee picha siku ya Kiyama, tunaenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa tumejiaminisha ya kwamba tulikuwa tukifunga. Angalia, tumefunga Ramadhani 20, tumefunga Ramadhani 30, au wakati mwingine mtu amefunga Ramadhani mpaka 40, alafu leo hii anafika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala anakuta Ramadhani zake zile zote hamna kitu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakufunga jinsi inavyotakiwa. Lakini vile vile alijalia kuwa ibada zake zote, yani swala zake, sadaka zake, kusoma Qur'ani kwake, yani kuwa ni hamamatul masjid, kuwa ni njiwa wa msikitini wakati wa Ramadhani, ima nje ya Ramadhani, akuwa ni mwenye kuyafanya mambo haya. Ndugu zangu Waislamu, napenda kuhusia nafsi yangu pamoja na kuhusia ni katika swala zima la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na wala tusizifanye ibada zetu kuwa ni za misimu tu. Msimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani watu tunaswali, lakini misimu mingine au katika miezi mingine watu hatuswali. Kwa haya machache niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.